Because you know what you are doing. If we know our places in church and we know what is required of us, hatutasukuma na vitu tutafanya nini? Zitagawanyika. Amen. Kanisa hatutakosa, hizi mikutano za katikati hatutakosa, na hata tukikosa we will have that an excuse that is evident. Sawa. Amen. Praise God. Amen. Praise God also. Amen. Reminding God of your acts of kindness in prayer. That is another topic. Reminding God of your acts of kindness in prayer. Praise God. So, after you've done all this, wewe mwili yako umeutolea kama madhabahu ya Mungu, your actions talks more of God. Whatever you do, the sacrifices that you bring to church, zote zinamfurahisha Mungu. So you have let me say, uko na sababu ya kuja mbele za Mungu na umwambie, Mungu nimefanya hii. Sasa nifanyie nini? Nibariki. Let's go to Nehemiah 14. Nehemiah 13. Nehemiah 13:14. Remember me, O my God, concerning this, and wipe not out my good deeds that I have done for the house of my God and for the offices thereof. Amen. Amen. This is Nehemiah trying to remind God of whatever that he has done. Ukisoma kutoka huko juu, Nehemiah was not there when some things were happening in church. Maybe, I don't know where he was, but when he came back, he found that the house of God, it has been separated. The singers that were in church, hawapa wanapewa haki yao. Alafu Tobia had been given a room in the church whereby anaweza fanyia huko vitu zake. It is a room in the church. So the house of God ilikuwa imeharibiwa. And by that time, he was not there. So God alikuwa ametuma onyo kwake. That is when he went down on his knees because he had been doing good things to God. Kuna zile vitu ambazo alikuwa anafanya nini? Anamfanyia Mungu na zinampendeza. So he went down to his knees kumkumbusha Mungu. In that chapter, remember me for this, my God, and do not blot out what I have so faithfully done for the house of my God and its services. So he was reminding God, asiruhusu ile hasira yake kwao na kwa kanisa lake, kwa maana alikuwa anafanyia mambo magani mazuri. So this is where we can say that even you yourself, whatever you've done to God, kama ni hiki kiti ulinunua, utaambia Mungu, mimi nilinunua hiki kiti na vile niliweka kanisani, mzee kanisa ama nani ama pastor huwa hakosi kukaa chini. So God, kwa hiki kitu ambacho nimefanya, fanya nini? Nikumbuke. Usiachilie sira yako kwangu ama kwa familia yangu, na usiache nifanye nini?
that he was doing unto the Lord, he was courageous enough. And he faced the wall and he started praying. Akaambia Mungu, nikumbuke kwa mema ambayo nimetenda kwa ajili yako. Kumbuka yoyote yale ambayo nimefanya nimekufanyia kwa nyumba yako. Na they had sent, walikuwa wametuma Isaiah akuja mwambie kwamba atengeneze nyumba yake, he put the things in order kwa sababu anaenda kufanya kukufa. Lakini hakukufa. Immediately Isaiah alimwambia Hezekiah started praying. Na hata before Isaiah songe, the message came. Arudi amwambie kwamba ameongezwa miaka ngapi? 15. Ataendelea kufanya kuishi. That is because Hezekiah had a tangible thing that he could stand on and tell God. Amen? Amen. So in our lives, have that thing. Yenye unaweza ambia Mungu nilifanya hii. Nisaidie. Mungu nitafanya hii. Fanya nisaidie. It is you and your God. Unaona kule kitambo, people used to build altars to maybe different places. But with the current lifestyle, it is your body and God. So, before ujitolea kufanya kumtolea Mungu, the sacrifice in please yourself as a person. You know we are human beings and we are full of weaknesses. Tuko na zile sacrifices zenye